vibaya sana kufuatilia ndoa ya mtu. Uaminifu nini? Nenda kijana, hawezi kuamini. Sasa binti aende kwa mwaminifu. Sema shanga. Jambo la pili ambalo linaua ndoa, kutoleta matumizi. Kutoleta? Niseme nisiseme? Sema. Mwanamke anauza kabaragara. Nikisema msema anauza kabaragara. Mkazi na aguze dagaa. Anauza nini? Dagaa. Na siwa mijaja anashinda wapi? Wengine wanakwenda kwenye vyama vinaitwa kausha damu. Alafu anakuja nyumbani mwanaume, kwa sababu umeshinda kwenye karata pale akanyinya hapo kwa kiaga, analeta dagaa zile unazila, kabaragara unakula na mkopo unaula, na anajikopa kwa homa. Jamaa wanamuomba sukari sipati kitandani, lakini wakati anakuja hivyo amenawa vizuri. Mbona basi hausilo bijakati waisani wananisaidia. Inna lillahi waisani umanya nyenga ambago mbanto bantu mbansaidi ya wali. Inna lillahi wanakusaidia watu. Wanaume mkae chonjo, hali imebadilika. Mwanamke kwa harusi tuliyoifanya siku ya leo, si mnaona amelipa mahali. Umeona milioni 1.5 hapo. Wametengeneza harusi. Alafu anafika nyumbani anamwacha mwanamke hivi hivi. Msikubali kuwa mnapigwa hasara kila siku. Mngangane na wake zenu, ndipo mtaandikiwa na neema. Tuseme amina. Mkitaka kuoa ongeza bila kupunguza. Tuseme amina. Jambo la mwisho ambalo linaharibu ndoa, kila wakana mpulirengo bangambire ogamba kugambire mbe mjawazi mchejo gambo munju chokasara gambata nikanje njo okuturebe kija bachagamba managire kono mchejo nanagira magenyikaga anagira yo wisiki omusagazi atanagiria nagamba kyo otarugaho kagenda kumwa nyumba ombaze magweta omunagiro enkoko ni muzimanye enkoko zinendwara zetu ngwetwa omulala awede amambo akibwa kiye lero mularamo kiye lero mularamo omukiye takinaba takigamba umbantu alebirati oti watina ati tanankire bamunankire wako munju na mukimu kamtambere mani takigamba. Salamu alaykum. Wako na tata ngo nyuma ingana mashabiri tukuru byamba ngo wako. Salamu alaykum. Sasa hao ni wanaume, nenda kwa wanawake. Ukitaka mawaidha yanasema ukitaka kujua umuhimu wa tako kalia mara na hata rale kila male. Ukitaka kujua umuhimu wa tako kalia mjambo kwa gamba. Mawaidha kwa wanawake yanasema ukitaka kujua umuhimu wa tako kalia. Hivi mmenielewa hapo? Kustamiro mtwe. Ujole. Ukitaka kujua umuhimu wa ndoa ilivyokuwa tamu, acha ndoa uje uone. Mbajao kushango mkichafu. Makushango machimbo. Na unaowafuata kule ni wanaume pia. Ukitaka kujua leo watu wanakufanyia harusi. Sio kama wanakupenda. Balimba cheyabo. Mbono jogo kero mbantu. Ukitaka kujua umuhimu wa ndoa, uiache uje uone. Duniani hakuna ndoa ya polisi. Hakuna ndoa ya mahakamani. Hakuna ndoa ya bulioni.
Ndoa zote zinakaa kwenye sehemu tatu. Niseme. Sehemu ya kwanza ni maombi. Muombe. Na sehemu ya pili ni maelewano ndani ya nyumba. Na sehemu ya tatu ni kwenye sehemu za ibada. Ikizidi hapo, hiyo ni ndoano. Wewe unafikiri unaenda polisi mnakaa mkiwa salama? Ugambama simama. Ndoka msalama. Ukantwala hiyo. Uteka bali shetani. Mbona izile free range chale? Alafu majamaa ya ndoa mrudi huko nyuma. Mwe mujamba zangana kwa tujire ukoraki. Wanawazungusha mwisho wa siku unarudi kwenye watu, ikishindikana kila mtu anachukua njia. Kwa hiyo ndoa inataka nini? Maombi. Nyinyi mama mnapokwenda kwenye makapu kule, mnacheza kweli sawa sawa. Umkazi ni jongo gatatu liwataanza. Natuyaika. Woliaika. Wakati mwana waba anti agenda kugaruka nyenja. Hamjaomba ndugu zangu, hatujaomba, tufanye nini? Tuombe. Alafu mtawanya Mungu bali hao bwana nusu namba mwenda. Msikubali kama wanampenda alihabe ija. Na leo nasema jambo hili, wewe nalisema kila siku. Ukifika muda wa zawadi, nisikize vizuri. Watu waweke zawadi hapa, wasiwashike mikononi. Abantu bene byabo. Wanavyo hawana. Usiwashike mikononi. Kwa sababu mwatulema. Lakini ndoa mfano wake mnaujua. Mfalme aliua watu wake wote, wazee wote akaumaliza. Lakini alisahau. Na yeye atakuja kuwa mzee. Na yeye akifikia uzee wa muue. Sijui. Akamjua kuna kijana mmoja alimficha baba yake. Akamtuma wanajeshi wake wamfuate kijana yule. Walipofika wakamkamata. Akamwambia nakuamuru umlete baba yako hapa kesho. Kijana alipofika kwa baba alimwambia, akacheka tu. Akasema umejua kama mimi niko hai? Akasema akasema wewe mimi usinipeleke. Chukua fimbo yangu hii. Alikuwa na fimbo kubwa imeshazeeka. Tuareje yuko. Ukakata mbaito tukatiana kama tuareje. Alipofika pale na ile fimbo, yule mfalme akamtizama. Akasema rudi. Kesho uje na adui na rafiki. Baba yake akamwambia chukua mbwa, chukua mkeo, alafu tafute fimbo. Ukifika mbele ya mfalme, hajasema chochote, chukua mwanamke umpige kibao kimoja. Baba ina maana gani? Akasema mimi na hekima. Ndoa inataka nini? Hekima. Inataka nini? Hekima. Hivi umenielewa? Ndio. Bado ngoja nimalize, mtanielewa tu. Mtakuja kunielewa. Kijana akaenda anajiuliza, akasema ukishamaliza kumpiga mwanamke, itakayotokea unyamazi. Alafu majibu yatakayofuata na mbwa utampiga. Uje uone maajabu hapa. Niseme nisiseme? Sema. Tukaenda. Kijana kafika mbele ya mfalme, hajamwambia. Kwa sababu alimwambia niletee rafiki na uniletee adui. Mbona ukatoma na mbaka wakati mfalme wako ifikia hapo. Ana Ngambiandikwa mitawewe mzee, mzee mche aliyobisha. Kisha ametulia huyo. Ala. Sasa mfalme alipofika kijana akachukua fimbo, akaiamka kumpiga mwanamke. Mfalme akasema, "We, usimpige mwanamke." Kijana akarusha fimbo nyuma. Mwanamke akatoka kwenye mwanaume yule mume wake, akaenda upande wa mfalme. Kijana akanyamaza. Akachukua fimbo. Wakati mwanamke anaenda kwa mfalme pale, akaambiwa aenda akae kwenye nyumba nzuri. Kijana akachukua fimbo, akaipiga mbwa. Mbwa akalia sana akasema, "Kwani unapiga mbwa? Dondosha fimbo chini." Kijana akadondosha fimbo chini. Nitumia ujumbe. Ameniambia shehe, naomba urudie hicho kisa. Sikirudi. Mimi sirudi nyuma, tuseme inshallah. Aliyenielewa, ambaye hajanielewa. Sasa
Leo unamletea mwanamke chumvi, nikisema unamletea nyumba, mahali, alafu anachotaka kukuambia sana. Ukitaka kushamba simu. Aisimlegame thank you. Leo ni mlema ya kumatika singi. Nusura ujifunze maneno ya kushukuru. Usiposhukuru abashija tunoba cyarimu. Iyo bakazi muyandaye mu rugayi muri muyandaye. Kakura kuri kuna. Utaho umuntu mushangaye kwe yo ruzizi. Ochatura. Nusura. Ngambira balinzi. Bora kukandewa bakaziramba mwata. Utaanta mugende mbadilike. Kutaka kujua umuhimu wa tako kalia. Haya. Maana yake nini nataka niseme hapa? Mambo yanayochukia kwa wanaume ni mambo saba. La kwanza ni kumfokea. Kufanyaje? Kumfokea. Kazi na kufokea no mbantu ile nogoka. Ndoka atimani wagambaki inalilahi. Maandiko yanasema na mwanamke atawaacha wazazi wake, atakwenda kwa malizia maneno, na mwanamke atafanyaje? Unafuata mume wako, unafuata wazazi. Kuanzia leo nusura maombi yako kwa mume wako, kama heshimu mume. Mteko mtanda tokote ya. Matama. Kumtu bakinganaje ukoko atakutumira bana inganati. Ayo kutumira yako. Sema amini. Ayo mteja yakwemerera anaenda kubokeye basasi ubika wapita. Asalamu alaykum. Na jambo la tatu tutamaliza la nne. Kinachotukiza wanaume ni kisema kingine. Mwanamke kuenda bila kuaga, kutoroka, akarama kilo. Nikisema mtu unamkuta, mkwenda unamkuta, mkwenda mabira, Bugende, Kaisho, Mkichafu, toguza n'obungi ki. Ni hatari sana imetokea. Ndio maana wakazi bawarama kugawa. Yeye asabu zeija. Nishasha maguru. Akatambuka muno. Mwanamke kuondoka nyumbani bila kuaga, akipiga hatua moja kwa mujibu wa maandiko. Kila hatua moja ni laana 10. Nyumbani mnaishi na laana kwa sababu ya kuondoka bila kufanyaje? Amani maji leo mikopo mtagambire. Notoroka ngero leo mikopo. Eliyo nitoka ushadamu. Inna lillahi. Nusura usiende kulabagira. Namalizia niseme hivi. Ndoa inataka subira. Bwana wewe ukamvumilie mkeo.